Mbia mono sana umwanchi mulie bitaseni kya Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania asomo rubele bwense obonchereria stokwe manya amange nara yagende tagonchereria ana mono chinga kitoroche ebinto maguli yagende te gotire umwanchi mulie ngo kwaligani bene elinde to sange asobwa mukolende nyora sinse mochichi mitandao asense mo ya Facebook na pagotonyara wetera Ndizi TV News Digital na bega sense meria YouTube na pagotonyara wetera Ndizi TV News asense moya website na bagotonya witira www.ndizitv.net mwanchi muri nabo sangana into otomanyenga yokubwatia omorobeli koru agwetera sena mbirga bose screen yawo nabo igotomanye ambinto kikwarorire bigunchereria amaguri goletera na Fridah Kerubo atiango tosange kyagera litkolia rero nigomba tabageni ase studio abara chigotomanye amange gwetera obonchereria bwabo ibo mwanchi muri elia atigamba aligani bene elinde batomanye na kibakorokwa na ndingi keli bago koraga igasoro gongorwa Gusii. Karibu sana kwa studio. Ningependa mjitambulishe kwa mpenzi mtazamaji, mtuambie mnaitwa nani na mnatoka wapi na mnajihusisha katika biashara gani? Tuanze na wewe. Kwa jina naitwa Joseph Yuhu. Nilizaliwa Kiambu. Nikakuja nikasomea Kisii University. Then nikakuja nikarealize naweza fanya kitu ya muhimu. Hebu tuambie kwanza watu wa Kiambu wanasalimianangaje? Watu wa Kiambu wanasalimiananga we mwega. Leo unajibu day mwega. Hiyo ni kusema uko salama. Yeah. Alafu uongeze sauti kidogo, kuna mpenzi mtazamaji anataka kukusikiza kabisa. Sawa, asante. Tulipokuja Kisii, tulipatana na marafiki wengi, tukakuja tukajiuliza nini tunaweza fanya tuwe watu wa manufaa kwa jamii ya Kisii na society na sisi wenyewe. Tukakuja tukarealize commodities zimeanza kupanda juu sana. Bei ya kila kitu inapanda kila siku. Mimi nilikuwa nimesomea analytical chemistry. So analytical chemistry tumefunzwa kutengeneza vitu. So nikaambia rafiki yangu niko na idea. Tunaweza tengeneza sabuni. Na yeye akaniambia yeye amefanya marketing business. So yeye kila kitu nikimpea alikuwa yes. Anaichora kabisa. Kila kitu. So hivyo sasa ndo tulianzia kutengeneza sabuni. Shikilia hapo kwanza, pia yeye atuambie anaitwa nani na anatoka wapi, pia tuambie mlikutana aje. Asante. Kwa majina ni Nyaga Bundi. Nyaga ametoka Meru. Tharaka Nithi County. Nilitoka Meru nikakuja Kisii masomo. Nikasomea Kisii University. Kukuja Kisii University nikafanya bachelor's in entrepreneurship and management. Alafu hapo tukapata na friends, marafiki wengi sana, lakini nikapata marafiki wa manufaa. Ndio sasa tukapatana na Joseph. Through hapo sasa ndio kama mabesti tukaongea, tunaulizana nini tunaweza fanya kitu ya maana, at least kitu ya manufaa. Tukaona Kisii kuna watu ni wengi, population iko sawa in this region na generally hata Nyanza region population iko sawa. Tukaona kuna market niche. Mimi kama mtu amesoma marketing, naelewa hizi vitu, nikamwambia bro, umefanya analytical chemistry, this is easy. Wewe kazi yako kanyaga kwa production, na mimi niende nikaconvince hao watu tuhakikishe watu wa Kisii wamenufaika kupitia hii idea tuko nayo. Nataka ushikilie hapo, tuingie katika mapumziko, tukirudi tutazungumza mengi. Mbia mono sana mwanchi mulie betaseni kya Ndizi TV na igwete ni gombate abageni ase studio abara gochigotomanya amange na kiba umeranete nabo igogotware kerengere kyugo chaki obonjere gigasoro gongorwa Gusii na ko igule yo mani gakurwa se county ya Meru nabo igoyonda se county ya Kiambu igonzo chikosanga amange wetera aso bonjere bwabo mwanchi mulie tatora so mutumo komuke igoto skato nyegera gwira ntora sege Kerubo sio elinde togende gusanga amange.
Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Spexels Opticians abubale clinic kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikirebuniga kurinde kero igentekemo kebwatana numugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo nomukya bwogwe tomakigima. Bema no manju muri on Ndizi TV karandira to kubwati mururi bumugano ne na Lydia Sofia karandira to toerera no to korendra bageni bakirengenjo mugani toerera mugano ye ototeina nkia korire na ninkia to kora asense yoko gagira kira lituko lya Jumatano wojagira chinse ibire chamarwaba yonereri bageri abene gukware ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene kyumuruburyo bwomuganone no kurwogusigeta buchia sumuntonde elionera nyare gwetoma gwikibirengo byigoro lakini ngaikangarira ngotebo monenone abona chagitega Yesu nae tata umutori bubo kimabwane gantike bungweke ukoigora higa yego uigoro kunure igengoreye ibintu bire maho musunte mebikoreki bisoke tonya twa seri u uchisikege ita akaro mamukorera igatenentie gari ekarate ni gari akamote shishya konigana nabango kwa naigo mama kumwerese rega iga sio chambura Yentekanga na kigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa nabantu ao eriogo korentera emegano yabo. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mbiamano asano mwanje muri betaseni kya Ndizi TV na ndengo kwaligania chinga kitwara so mutimukomokeigo aso kwarekebishe mitamba kego kuri no basemere kwa nina yabeire elinde togenda gusanga asobwa mu mwanje muri nyira sitsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagatunyara wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeri ya YouTube na bagatunyara wetera Ndizi TV News bego na bakwenda gusanga na into ekerengeli kyabo wetera senambiriga base screen yabo tomanyenge yokubwati umuroberi koru naboigo chinga kyogenda tokubwati umuroberi yiga togenda togosanga nabagene ase studio bagenda tokwera igoro yobonchire bwabo kondo monchi muri ere togenda gusanga sobwamo wikira omwalio akonde konyatara saso mutimo komke igomba babo tomanyanga niko baumera netekero bachite asingencho ya masomo asorgo ngorwa Gusii kodine kerba bagukwana mbaba bagukwanira ngakira umuntu nakolta chikoses monchi muri ntete kumanyanga ngakiba akolta bakaumerana asikero ekiagera talikosi mu bare bokora nakiba umera nte bakaranga tega bakegena na bagatanga tega bachake kerengeri gosobonchereri obwega batengo tugandira gusangana barabo nyaga umetoka kaunti ya Meru wewe umetoka kaunti ya Kiambu. Yes. Na wakati tulikuwa tunaanza mlisema kila mtu amefanya course tofauti. Umefanya entrepreneurship, analytical science. Sasa mlikutana aje?
vile ilikuwa mostly tulipatananga kwa hizi ma common units. Sasa yule mtu alini link kwa brother ni different. Sasa through my friend ndio nilipata kujua Njoroge. Sa through hapo at that time hata hakuwa karibu, alikuwa ameenda Long'ordi. Lakini sasa after ametoka Long'ordi ndio akanipata, tukapatana. Alafu after kupatana sasa the three of us, our friend is not here, lakini we will have to recognize him. Alikuwa hapa. Sasa through hapo ndio tukajuana na Njoroge. Kujuana na Njoroge sasa we came up with the idea. Ndio tukaona kuliko most of the time unapata university unapata kuna free time sana, watu wako idle wakati hawana classes. Tukajiuliza we have a lot of time here. Na tukiwa na time tunaweza fanya kitu muhimu yenye inaweza tufind sisi huo wakati tuko comrades na in future. Sasa ndio tukaona in Kisii there is kuna market niche. Tukaona tuanze kutengeneza sabuni basops through the idea that we have. Alafu tena huyo alikuwa amefanya analytical chemistry. Hapo tutakuwa tumeenda na tutakuwa tumeserve the people of Kisii accordingly na vile wanadeserve. Watu wa Kiambu tunajua mambo na pesa. Wanasema bia pesha. Sasa kwa saidi yako, mbona ukufikiria kuanzisha hii biashara katika ile saidi ya Kiambu, ukasema wacha muanzishe katika kaunti ya Kisii? Ile ilifanya tu base Kisii ni idea ya kwanza. Tulikuwa tumekuja kusoma. After kuja kusoma tuka realize hao ndo watu tumejua zaidi kuliko watu wa nyumbani. Juu pale umezaliwa si kusema hao ndo watu umejua sana. Juu pale tumekuja ku realize kukaa hapa Kisii nimekuja kujua watu wengi sana. So nikiwa hapa hao ndo watu niko na emotional attachment na wao. So ndio utapata ndio nilikuwa kwanza ku realize nikisaidia huyu mtu kununua sabuni ya bei rahisi kidogo kuliko hizo zingine nimekuwa nimemfurahisha na mimi bado nitakuwa nimefurahi. Ukiangalia wakati ulikuwa introduced to Nyaga, ulifanya juu ka build that trust, ukasema sasa huyu ni mtu unaweza trust kwa hii biashara, tuende pamoja naye? Because najua huku unamjua, hakuwa anakujua, maybe mlikuwa mnakutana kwa class mara moja ama hivyo. Nyaga amesema kuna rafiki yetu anaitwa Joseph Gusii. Huyo ni alinipea connection yangu na Nyaga. Juu Nyaga hiyo time walikuwa marafiki sana na Jose. So tulikuja Jose na mimi nilipokuja Kisii nilikuja mwaka mmoja nyuma kina Nyaga. Nikakuja nikatengeneza urafiki sana na huyo jamaa. So ile time tulitengeneza urafiki na Jose, akuja akaniambia kuna marafiki wengine. Na mimi nikakuwa eager kujua kama huyu jamaa ako creative hivi na marafiki wake. So wote wako creative. So nikakuwa eager sana kupatana na kina Nyaga. So hapo ndio nilipopatana na kina Nyaga, kuongea tu mara ya kwanza tu hivyo. Nikajua hao ndio watu nilikuwa mkaingiana. Wakati uliwaambia uko na idea ya kuanzisha hii biashara ya kutengeneza sabuni, pengine walichukulia vipi ile swala? Kitu moja mimi naweza furahi ku appreciate hao watu ni watu open minded. Ni mtu akili yake iko tayari kuchukua idea yote inakuja. So tulipokuja tukasema tuko na hii idea, watu walikuwa eager kusema hey, sisi tunaweza fanya. So ikakuwa mpaka challenging. Wewe mpaka mimi nilikuwa najiona mimi nakaa inferior juu. Burden yote nilikuwa naona nikaa mimi nitapigwa na burden. Tuona tutabaki kutengeneza. So burden itakuwa kwangu. But nafurahi sana. Walichukulia positive. Walichukua positive. Nyaga, kwa saidi yako wakati Njora alikuja na hii idea, pengine wewe in terms of marketing uliangalia vipi? Uliona kama ni kitu inaweza wasaidia? Unajua watu husema ama kulingana na business entrepreneurs they are not made, they are born. Na mimi wakati Njoroge alishare idea, alafu sasa tukaona
maneno na market vile iko. Unajua the first thing that we did, tulifanyanga hivi, tulienda at least tukaenda kwa markets. Tukaenda at least familiarize na hao watu na tukajua the kind of people that we are dealing with. Njoroge ilikuwa difficult sana kwa Njoroge ile kutangamana na wale watu, kujaribu kuongea na hao customers ni kazi ngumu sana. Kazi ngumu watu wa Njoroge anaweza kuambia hiyo kazi si rahisi. So mimi kama Nyaga juu hii ndio sekta yangu, nilikuwa nimejiamulia. Unajua nilichukulia hiyo idea positively. Nikasema sasa mimi kazi yangu ni ya kwenda market, kwenda soko. Na wewe bro, hakikisha nini hapo kwa production kuko fiti. Nikamhakikishia ya kwamba kwa market tutaconquer our competitors na tutaendelea vipoa. Although hakukua rahisi. Kulikuwa vigumu sana. Juu the first few days after tumeanza kutengeneza hii product, watu walikuwa wanastuka. Hii sabuni nayo, hii ni sabuni gani? Nasikia kwa Kisii sijui opo sio bokima. Kama ugali. Sijui ni sabuni ama ni ugali. So convince customer, nimwambie si ugali. Hii ni sabuni, ni kitu inatoa pofu. Si rahisi. Anakuuliza sasa, simu nipatie hata kidogo niende nijaribie. Sasa unajua customer unamwambia tu nataka kidogo, unampatia kidogo. Afadhali ile kitu tuna believe in kama marketers. Unajua it does not matter ile loss utamake. Na Royal Entrepreneurship inasema for a business to start making profit, it must have stayed for at least 6 months. So tulikuwa even less than 1 month old. Na ni at least 6 months. So 6 months meaning that it can take even 10 years kabla mwanze kupata ile faida. So tulichukulia hiyo positively. Ni tukipeleka sabuni pale, tunapea customer sabuni kidogo at least ende ajaribie ili next time again trust na alafu atafute customer wengine awaambie vile hiyo product iko. So through that tukasikizana na customers na baadaye walikuja kupenda hii product. Juu I'm very happy. Juu sai menengai we are there. Ukiangalia Njoro kwa side yako, of course ulikuwa umesomea hiyo kazi, lakini sijui kama pengine ulikuwa umejaribu kutengeneza sabuni before u approach akina Nyaga. Actually siko nimejaribu. Ilikuwa ni idea, nimesoma about soap wa chemistry, lakini hiyo ni theory. Unakuja kuambia mtu kuna idea lakini hujaifanya. Ulijiamini? Sana nilijiamini. Nipojiamini sasa tukaambia tukatafuta funds, tukanunua chemicals. But siku ya kwanza siku nataka wako hapo nikitengeneza. Juu sijui mpaka formula na nijaribu kutengeneza formula hapo. But after kuja na formula tukatengeneza. So kuna kwenye ulijaribia wewe mwenyewe kwanza kutengeneza? Nilianza nikatengeneza ka pilot, tunaitanga pilot. Pilot ni kutengeneza sample kidogo. Ukishatengeneza hiyo sample kidogo, ukiona ishakuwa, then unaweza fanya sama mass production. So hivyo ndio nilifanya. After sasa kufanya hiyo mass production, tukakuja pamoja. Na nashukuru. Ikatokea kitu safi. Kwenda kwa market Nyaga ni first product, hata wewe mwenyewe uko umeitumia. Ulikuwa una convince your customers vipi? Unajua kitu ya kwanza ukifika market na new product, watu wako eager kujua what is this kind of product, hii ni nini watu wameleta. So watu walikuwa wanakuja wanaulizia hii ni nini, hii ni sabuni ama ni ugali. Unajua na jaribu kuambia hii ni sabuni na hii ni sabuni smart. Hata ukiangalia hata kama shape yenyewe ikuwa sawa, juu hatakuwa na machine at that time.
So shape yenyewe ikuwa that smooth kama zingine. So I took my time. Sikuangalia ile loss nitaenda ama ile tutaenda kama kampuni. Niliangalia future. Hii kitu watu wakisikanisha wajue ni product mzuri. In future hii product itakuja kutusaidia na itakuja kusaidia Kisii community and other neighboring communities. So personally the first day the first few months kulikuwa kugumu. Siku ya kwanza uliuza karibu sabuni ngapi? Siku ya kwanza actually nilikuwa nimebeba sabuni 40 that time. Market ulienda soko gani? Nilienda the first market niliendanga Nyangusu. Kwenda Nyangusu unajua nilikuwa na sabuni ya kuoga na ingine ya kufua. So watu wanastuka hii ya kufua unajua inakaa shape ingine na ni kubwa. So watu wanastuka hii sabuni gani? Unajua na kitu ya kwanza watu wanataka kusikia kama iko na harufu sabuni ya kuoga. Sasa wananusa wanasikia kuna harufu. Unajua watu wakisikia harufu wanatamani ile harufu. Sasa ile kitu ilikuwa na shinda nyingine ya kufua. Hii ya kufua unajua ukinusa haijawekwa harufu juu ya watu wale wako allergic na juu ya vyombo. So hii ya kufua ilikuwa na shinda kidogo. Ulipata ile 40 out of 40. Nilipata tu ni sabuni 23 ndizo peke yake niliuza. Lakini ingine ya kuoga ndio hiyo harufu. Na juu nilikuwa nimeweka hiyo herbal hiyo omugaka kwa Kisii. Hadi umejua omugaka. Naiweka omugaka. So hii sabuni ikiwa nimeiweka omugaka kuna health benefit za omugaka. Na wakiwa wanajua health benefit za omugaka watu walikuwa wanataka kununua hiyo sabuni juu wanajua wakioga nayo ngozi inaterera. Mnasemanga hivyo tererie ngozi. Sasa watu walikuwa wanatamani hiyo sabuni hadi saa hii tunaweka omugaka. Na kuna hii another neem. Tunaweka mwarubaini bado tunaweka juu sasa tunajua the health benefit za hizo herbal. Njoro, kwa saidi yako wakati ulitengeneza hii sabuni nani alikuwa provia that it is fit for consumption use? So tulipotengeneza tulifuata KEBS. Nikakuja hapa Kisii kuna headquarters za KEBS ziko industrial area. Nikaenda nika approach hao watu. Ni watu naweza shukuru sana. Watu walikuwa polite sana. Na waliponiona walitushika mkono. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Ken. Alitusaidia sana. Na mshukuru pale yako. Tunashukuru sana. Ndio alitusaidia tukapeleka follow procedures, tukapelekwa Kisumu lab. Kakuwa analyzed, tukaletewa results. Kuletewa results tukaambiwa ni fit for consumption. So tukapewa permit. So mko na hizo certificate zote za kutoka kwa KEBS? Tuko nazo. Ashikilia hapo kwanza niongee na mpenzi mtazamaji kwa lugha yenye wanaelewa kidogo. Byabana sana manchumuliye betaseni kia Ndizi TV. Ani gotogendete gusangana aboncheria kuruga sorgongo rwa Gusii aba kitene kerengerio yokorosi sabuni na babere bakwerera akuruchinga kibakaumira nite bunabasani bakatwale kerengera likigo chakyo boncheria asense mo yawo babere bakorosi sabuni kulende mati totebia mange ana kyo boncheria bwa babere asense mayiga ane mononga ibakonyora ibintu biri bagutumika sokorosi sabuni kero monda tete go chakikorosi sabuni ningi kiriaga nire gutwara na ndego iga sense meri echiro na kibogwenerete gwikira umwanchu muri genda usangana into wetera sina mbiri ga base screen yabo baga sense mo chiche mitandao sense mo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na baga sense meri ya YouTube wetera Ndizi TV News. Nyaga, wakati tunaangalia kwa upande wako ulituambia kwa soko ulianzia Nyangusu peke yake. Pengine umeweza kufikia soko zingine? Kwa sasa tumefikia soko mingi, especially within the Kisii County na Nyamira County. Hatujaweza kupenya kwa soko zingine to other counties. Juu sasa unajua the demand iko juu than the supply.
na shinda hii yote si eti hatuwezi produce sabuni mingi. Tuko na shinda moja ya atupati palm oil, atupati the palm oil. Na ile mafuta, acha niseme, ile mafuta huwa tunatumia hiyo ya palm oil is not easy to get. So kupata hizo raw materials, ku access hizo raw materials is not easy. Unapata wakati mwingine tunahitaji sabuni mingi, lakini hiyo palm oil iko mingi, ni kidogo sana. So hizi soko zingine tumeenda, bado tunapeleka sabuni huko, lakini customers hawako satisfied. Najua mko satisfied, I know that. Hawako satisfied. So ile sabuni tunapeleka kidogo, at least for that day. Tunahakikisha kama soko ni ya siku 2, tunaenda hizo siku 2 juu kuna customer alinunua leo, na hiyo soko ingine kuna, yani hii leo kuna mtu mwingine hajapata. So tunahakikisha next day tumekuja ili huyo customer mwenye kupata sabuni at least apate sabuni pia yeye akuwe satisfied. So with the time I know kwa sasa tutapata mtu, tunaweza pata mtu wa kutu supply palm oil. Kama kuna mtu anajua mtu ana supply palm oil, tuko ready. Let him or her come, at least we talk, alafu to supply palm oil. Ukiangalia Njoro, nimesikia Nyaga akiguzia vitu kadhaa hapo. Alisema anatumia omugaka. Nimesikia sahi akisema palm oil. Pengine unaweza elezea mpenzi mtazamaji some of the items that you use kutengeneza sabuni. Najua tuwezi elewa zote. Na nilichiko chemistry hizo vitu zote mimi zinaweza nigonga nje. Maybe Nyaga kuna zenye amezoea. Maybe unaweza guzia kidogo na utuambie ulipataje, unapatangaje hizo raw materials. Raw materials kama hiyo omwaka ile bila gogo. Omwaka I think no aloe vera. Aloe vera iko na health benefits. Iko na anti screening, tunaitanga antibacterial. So inakusaidia ukioga nayo huwezi pata na bacteria. Hiyo tunaitumia sana kwa sabuni ya kuoga. Kitu inaitwa palm oil. Palm oil necessity. Huwezi tengeneza sabuni bila palm oil. So na hiyo ndio inakuwa shida saizi kwa sisi tunatengeneza sabuni sana. Juu watu wenye wana supply ni watu wenye wana import kutoka nje. But sasa sisi tuna scramble na hizi kampuni kubwa. Such that yenye inapatikana ni kidogo sana. Na soko saizi ime-expand such that kuna siku tunafunga simu. Juu Nyaga kisumbuliwa, pressure yote inakuja kwangu. Mimi na produce. So hizo no necessities. Then tunatumia sodium laurate. Sodium laurate inatusaidia ukifua inatoa povu. Na inasaidia maji yako inakuwa soft. Kuliko unajua kumbuka hizo sabuni za kitambo ilikuwa imekauka, unafua unakaa slide tu hapo juu hivyo. Sasa hizi sabuni haziko hivyo. Tunatumia sodium laurate, inasaidia soften maji. Ukifua unafua haraka, inakuwa efficient. Ukiangalia katika upande wenu, pengine hizi product huwa mnazipata kutoka wapi sasa? Hizo raw materials. Raw materials kuna basic kama omwaka ndo tunapata Kisii. Lakini palm oil kuna caustic soda tunapata kutoka Nairobi. Juu zikimportiwa zinakuja Nairobi, zinadistributiwa kutoka Nairobi. So mko na specific customers mwenye anawasupply? Tuko na distributor specific. So tunapiga tu simu ana supply. Mlimfikiaje? Ama ni siri yenu? Acha ikuwe tu siri tu kwa leo, lakini siku za usoni pengine mtatuelezea. Ukiangalia katika mji wa Kisii ama labda katika nchi ya Kenya yote, watu walikuwa wamezoea hizi sabuni zingine. Maybe Menengai, Ndume. How do you get to convince your customers now? Kitu ya kwanza mimi kama producer ninasema ni quality. Kitu ya kwanza ili customer kuwe satisfied ni quality. Kuna sabuni unaweza muzia, wewe umeproduce unajua sabuni ni mbaya. Kesho we expect your customer akinunua atarudi. Then nitakuwa nimepea
Nyaga kazi ngumu kwa soko. So yeye ni atakuwa pressure yote hiyo tuuzia ukima, uliuzia sabuni na kamba. But ile time umetengeneza sabuni good quality akienda kwa soko. Utaweza convince mtu hata akinunua mara ya kwanza. Anakuwa loyo kwa sabuni yako. Unasikia mtu anakuambia ulisema sitakuwa msafi. So unajua hujaenda soko unasema hivyo. Yeah. So ndivyo. Nyaga I think Nyaga nitatuelezea zaidi ni yako soko. Nyaga wewe ndio unakutana na makastoma siko kwa soko. Hebu tueleze. Unajua kitu ya kwanza nimefurahia sana ametaja quality. Unajua quality is everything. Na unajua kukiwa na competitors wengi, kitu ya kwanza lazima ukuwe strategist. Ukuwe mtu wa kuchora. Unajua hao watu ni kampuni kubwa na they are capable of doing that. So in order to enter the market na ukue at least umekubalika na customers, you will have to do whatever the product you are making or you are producing, you will have to increase the quality. Na quality especially kwa sabuni ni packaging ikuwe smart na upate hiyo sabuni kona pofu na hiyo sabuni is not that soft. Vile customer hata the new customer kikuja atasikia inafinyika. Anasikia tu sabuni inafinyika. Hiyo unajua mimi nimeshika maneno entoto. Unasema si entoto. Customers sikia hiyo sabuni inafinyika. Lakini sasa sabuni yetu unaweza sikia wakati mwingine ni kama inafinyika, lakini hiyo sabuni ukiweka kwa maji inakuwa gumu, inakauka. Ndio sasa hii kitu imemeki. Unajua pale kwa industry mali hii product ina produce hapo ndipo everything. So unaweza fikiria hii sabuni ikienda inaanza kupondeka huko ndani, lakini sabuni ni smart. Ikiingia kwa maji inakauka. So within the markets we are doing our best. Na with the time the product is going to be okay, more than okay. More than vile iko sana. Nyaga ulituambia wakati the first time yenye ulipeleka sabuni kwa soko, shape yake haikuwa poa. Pengine kwa production wamerekebisha hiyo size shape ikwaje? Kwa sasa unajua this is something huwa tuna get chini, we discuss after nimetoka soko na when I'm free. Tuna hii sabuni tunasaidiana kama ni kutengeneza. Na huwa nikikuja namwambia bro, hii sabuni yetu kuna kitu iko na shida fulani. So we will have to rectify at least to customer magwache kulalamika sana. Unaona? So nikileta kama ni shape namwambia hii kitu tufanye hivi, at least this shape ikue smooth ili customer at least kuona the product that they are buying ni kitu mzuri. Unajua macho ndio kila kitu. Hata kama hata ukisikia mtu amefikiria kitu imepitia macho tu ama kusikia. Ukiangalia Njoro, because Nyaga most of the time ndio kwa soko, wakati anakuletea customers response, pengine wewe saidi yako unaichukulia aje? Pengine akuja kuambia hii sabuni yale haikuwa poa, na unafikiria huyu mtu anajua, lakini venye inachukua time kutengeneza hii kitu, how do you take it? Customer response, tunasema customer is the boss. So kila siku lazima nichukue response. Na since kwa production inakuwa tricky. Unajaribu kuimprove each and every day. Unaweza kuta sabuni tulikuwa nao last week, lazima tuende tukiimprove each and every day. Ili customer ajue customer ajua product ni yetu, si yako unatengeneza, ni yetu sisi tunatumia. So kila siku akikuja na response, maybe sabuni ilikuwa soft leo,
najua hao customer hawataki sabuni soft. Then unakuta region fulani, soko fulani anataka sabuni soft. So lazima u keep in mind soko fulani ni ya siku fulani. So hiyo sabuni inaenda hiyo soko inastahili kuwa soft. Sabuni inaenda soko fulani inastahili kuwa hard. So una balance. Ndio huyo customer anataka soft, ndio anataka hard. So tuna improve kila siku. Ukiangalia Nyaga, pengine wewe ndio unaendanga soko sana sana. Pengine Butu unaweza tu taja zile soko ambazo unatembelea na ni siku ipi? For the benefit ya mpenzi mtazamaji. Asante. Kwanza within Kisii na Nyamira, siku kama ya Jumapili, Jumapili tuko pale Mwonga. Ukikuja sabuni tunaekanga next to karibu hiyo soko ya ng'ombe. Ndio tunaekanga. Utapata wakati mwingine nikifika soko niko na mtu wa kusaidia ni kuuza ile sabuni. Juu sasa unajua due to the language barrier unapata kuna challenges. So unahitaji mtu at least ako familiar to that market, mwenye anaweza kusaidia kuingia hata to the interior, at least aende atafute customers huko. So huwa napatia kama ni mama ama kijana kazi, namwambia wewe fanya hivi, uza hii sabuni, alafu by the end of the day nampatia commission, namlipa hiyo pesa kulingana vile ameuza. Kulingana na vile ameuza. That is on Sunday. On Monday kuna soko ya Krigoris. Lakini Krigoris for the last few months hatujaweza kuenda Krigoris kwa sababu ya production ilikuwa chini. Ndio sasa kuna the raw materials hazikuwa zinatosha, ni palm oil. Supply ya palm oil iko chini. Lakini tutaenda Krigoris, still they are our customers. Ndio hao customers bado watu tunapatana na wengi hata soko ya Nyangusu. Alafu on Tuesday kama leo hata vile unaniona hapa, najua nangojewa Nyangusu. Naenda Nyangusu saa hii after hapa. So on Tuesday naenda Nyangusu. Naenda kupelekea customers. That is my first market. Wanawaheshimu sana. Najua wanangojea sabuni. Hivi ni dakika chache kama masaa saa moja saa mbili hivi nitakuwa nimefika huko nipeleke customers sabuni. Alafu still on Tuesday kuna kijana huwa tunatuma soko inaitwa Ikoba. Ikoba iko chini ya Ogembo. Huyo kijana ndio huwa tunampatia sabuni, anapeleka sabuni huko. Alafu sasa najua watu wa Ikoba sijoienda Ikoba, lakini hiyo ni kazi yangu. Nilitafuta hiyo soko, nikaenda huko, nikasikia vile customers wanasema. Wale wa Ogembo, wakati wanaenda Ogembo wananiuliza mbona usikuje Ikoba. So nilienda huko kwanza. Hata sikuenda na sabuni, nilienda at least nione vile hiyo soko iko, population iko aje, at least tujue the number of customers that we have. On Wednesday kuna soko very important sana ya Kenya. Kenya. Watu wa Kenya. Kenya naendanga huko kila Wednesday. Hata kesho niko on Wednesday. So watu wa Kenya na washukuru sana. Pia wao wametusaidia kuinuka. Hapo tunaekanga hapo kwa kwa makapo Mamahalis, kina Mkuria. Hapo hiyo base hapo kwa makandi kwa huwa tunaeka sabuni. Ukihitaji sabuni kama wewe uko Kenya ama within the neighboring community, not communities as the villages, kama Rio Kindo, hiyo side mnaweza kuja Kenya mchukue sabuni hapo. On Thursday tuko pale Keroka. Keroka huwa naenda kila Thursday. Na watu wa Keroka tunajuana na wao. Pia wao wametutoa mbali. Wakati tulianzia kazi, at least the response iko baya. At least watu aspano they are aware that there is this soap, kuna hii sabuni na wananunua. Na wale wenye hawajanunua tafadhali Thursday tupatane Keroka, wafike mapema ili usikose sabuni. On Friday kuna soko bando Nyangusu. Nyangusu unajua
Nyangusu wakati mwingine huwa naenda mara 2. Na bado kuna Keumbu. Keumbu mimi siendagi Keumbu, lakini customers wangu wananijua. Lakini kuna kijana huwa tunatuma bando Keumbu, at least aende ni apeleke customers sabuni. Na we are thankful, response iko tu sawa. On Saturday kuna soko mbili. Our neighbors Bobaracho huwa tunapeleka sabuni huko. Na hii sabuni watu wa Bobaracho, tafadhali on Saturday mujitokeze, at least mkuwe wengi, mununue sabuni. Na still on Saturday the same day ni wanaenda Ogembo wanawapelekea hiyo sabuni pia wao on that day. Yuko sendi ya nyanya, sabuni ni mingi kila mahali. Ukitaka sabuni ugizia tu hii sabuni iko wapi. Hii sabuni na skin inatengenezewa Kisii iko wapi. Utakuwa directed na utatupata huko. Mmekaribisha. Asante sana kwa kutuelezea hizo siku. Pengine kuna jina la biashara ambalo mnatumia? Tunatumia Dunamis Distributors Limited. Nani likuja na ile jina and kwa nini? Nyaga na huyo bishti mwingine alikuwa anaitwa Jose. Ndio walikuja na hiyo jina. Walisema Dunamis inamaanisha power. So waliposema inamaanisha power, as a young man, power is strength. So nikaona power is strength, mimi nikasema it's a good one. Asante sana. Nataka mshikilie hapo tuingie katika mapumzikoni, tukirudi tutazungumza mengi. Ambia mana sana umwanchu mulebe taseni Ndizi TV ni kutoka nitagusangana aboncheria abakoro boncheria bwisabune ko gasoro ngorwa Gusii abakorose nabo igokoni abarwa banyene yokinga kutoka nitagusangana barabo nabagenda takwera kibacha gito boncheria bwabo gukira bone gase bayikire mwanchu mulete turasaso mutima komoke goto skatonyegera ngwira turaseke Kerubo ili nitagenda gusanga amange. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chiboard buna gypsum boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyoge kogera asumurubulyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo.
tutabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amang'anonsi pi ari arengete abantu baito abari no bolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mugaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Ayene bundi, foreman, omonyene nyumba, wosomo nyakonda. Uhuru Superstores Limited, nige ukorentera, zawadi offer. Kerubo buko yomo, bwesimiti ya Bamburi, nguvu cement, Bamburi fundi cement, Bamburi tembo cement, wose seti tile offensive cement okugura, nigore iraniriwe, ekerengo gete kiebesa. Kerubo buko yomo, bwesimiti ya nguvu okugura, nigo kwiranirwa chishilingi 10. Seti tile offensive uiranirigwe chishiringi 10. Fundi uiranirigwe chishiringi 5 nabo yesimiti ya tembo uiranirigwe chishiringi 5. Buno kugurime buke menge buno kwiranirigwe chibeza chinyinge. Rioka asiduka ya Uhuru Superstores Limited. Asamange bakire simi asinamba enoti eyemo marakane isano nemo eyemo isano enoti marakabire gose obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumu chukisi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Alright, asante sana mwanchu muri wono Ndizi TV. Asumuru bwichinge kirituko lya robuna botambe tiyankwari nsanga mange tokuwa na mange. Kwatangoro kwatereka buna ige tinginye kinga? Ikengaini. Kiriyo bundi kyagache muri gotwaga saye mwaye. Embura kiyo gotwaga saye mwaye. Tinyigikero cy'umugusi no murobyo bw'igikoro cy'umugusi. Uyuri nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chinyenjo. Chinsoni amunuboroso bw'omunyagitinga rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyorwa se cyombe kia risiriye gosine ndagara yabande ombonto de bwensi nonya no omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenge kurinda omwana bako mwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Kigusii iriwo kunyoria kugosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho moseri iriyeta rindagoroku nyakiaye no muntu ore gukore gas ne chinguru cyaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye enu gutenene ebwate bisaku byose bibya ulimwengo engima yekoroku ekoroku tuwara gotebanga nengiya nindigetie nyemanye nengiya enu guteyo ekero goteba abazungu abayindi twari tariki nere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano nemo chia mugaso Ense ya bono nigiganetie obumanyi bw'igoro bw'amang'ana technology aigano edu computers egosoera email aba nigo bakohonia na kurua bokoreri bw'ichi computer ashinchirengia etanitie ya butambe mbabwate chi computer bakoneria chisukuru chi college chi abisi nonya nayo monyene aigase obokoreri kobeka tore CCTV twakora networking nabo igongo kobeka tore software na kolipea pia chi computer nabo igongo supply tore chi computer na chi laptop na byonsi biribire under IT
kuchichi institution mbalimbali. Enyorere chi laptops, chi computer, chi mouse, chi keyboards, gamepads, toners, chi printer, laptop chargers, CCTV, chi camera, n'ibindi binge. Tarigorioka, nkuru wabare obukorori bwa CCTV installation, networking, Wi-Fi installation, boigon korosia bare chi computer, ekero chia sarekire, na software installation, n'ibindi binge. Nigo bare ase nyumba, eyo yakarukirwe Uhuru Plaza, ekorokwa bono, Aliza Plaza, room, nambe mia yemona isano na ibire, imeyomo chiobo songo. Wosoba keresimi, ase namba, enoti isano na ibire, enoti ayemo, isano, isato, isano na isato, isano nemo, inye, ibire, gose, enoti isano na ibire, enoti ibire, isano nemo eyemo, enoti isano na isato, kianda, inye. Edu Computers, quality products and services at an affordable price. Maya kichiba sanguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri umwana umwabo. Wana chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Skuru chegwiru, Abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiri buga. Ikomi. Kila rituko mondongu bware 10,000. Na, mwiso bwe week. 1,200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadaye okumeka emya yemo yokai unokobeka chintunda chinyinge chance yawo yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri umwana umwabo wana chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro. Gesa hardware Kisii neduke konia ebintu by'ubwagaci asamaguri uranyari gwikera mbabwate chi tiles chirangi chugwa kenyomba chiria cha Duracoat emirango chi board cha Gypsum MDF boards chi tap chia mache chi ceiling boards curtain rods door locks chi chavi mabo kitchen sinks na chain links na boigo nebintu binde binge batariri imiyumu cho Kisii. Karibu Gesa Hardware, location ya ile Farmer Uchumi Supermarket Junction. Asibabu ateduka ejire opposite NCBA Bank. Nedukende nigere ime yomo chorongo magega ye Weighbridge ime ya Homa Bay nigeduka yabo ere magega ye stachenene ime yomo chokisumo nigobare asesemo ya Gorma ya Street ime yomo chonziwa nigobare opposite Wachonya Petrol Station naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibire kiande yemo kianda inye isano na ibire isano nemo gose enuti isano na ibire kianda marakabere ibere kianda inye ibere isano na ibire isano. Gesa Hardware Kisii, bei zetu ni nafuu, tunawakaribisha nyote Gesa Hardware. Kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikireboniga kurenden kero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchie sumugano kabiri negentekyo no mukiabugwe tomakigima Bema no manju muri Ndizi TV karanda to kubwati mururi bumugano ne na Lydia Sofia ganda to gotwera no to korendra bageni bakirengenjo moyo to erro mugano ye ototeina nkia korire na nkia to kora asense yoko gagira kira rituko rya Jumatano gojagira chinse ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukwarya ni asenjera ya bena kero ekerengeke nene kyumuruburyo bwo muganone no kurbugusigeta buchia sumuntonde elionera nyare bwetoma gwikebirengo byigoro lakini ngaikangarira ngotebo monenone abona achagitega Yesu nae tata umutori bubo kimabwane gantike bungweke ukoigora higa yegora uigoro kunure igengoreye ibintu bire mahomo sunte mebikoreki isoke tonya tu aseri u kuchisikege ita akaro mamukorera igate nentie gari
ekera ni gari akamote shia konikana nabango kwa naigo mama kumweresere gana iga sio chambura Igentekanga ngakigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa n'abantu ao erio gukorentera emegano yabo. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Miyamano sana umwanchi mulebeta seni kia Ndizi TV ngo kwaliga naende sentondende chinga kitoka nitagusanga imiyumuru bilibwe Ense yobo nchirente konyilanga sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara wetera Ndizi TV News Digital na bagasense media ya YouTube na bagotonyara wetera Ndizi TV News ngo kwaliga ni bene ili netogenda gusanga so wa makondo mwanchi muri kwenye traso so mutumo kumukego nabango bole bagani ase studio akasoro ngoro wa Gusii barabo na kyobo ncherere bo bayirita namono chingi kibara chiko toereranga ntometa abayibuli abange kero bayira abana babase skuru ekero bagokora maybe bago expecting abachukulikwa emirima sichiobisi kerekenda ikarabo kero bachagete getambukero sekero bimugiti getambukero kyobo cha kyobo ncherere obeganga ki nonya n'abayibuli babo nonya yamate yabona kiritekerengeri kitengo tusange na barabu chinga kibagendeta gotoerera chukuje kwa konjoro pengine mzazi wako wakati alikupeleka shule alihitaji maybe usome uende kuajiriwa kwa ofisi pengine wakati ulimwambia umeanzisha hii biashara alichukulia vipi hilo swala? Ilikuwa ile time nilianzisha sikupata courage ya kumwambia hiyo siku ya kwanza tulikuwa tunaendelea hapa kwa then nilikuwa nasema nimwambie ama nisimwambie juu mimi najua expectation ya mzazi wote akipeleka mtoto wake shule asome apite atafute kazi apate maisha mzuri but sisi vile tulikuwa tumeongea marafiki wangu mimi hiyo maisha sikuwa napenda hata kidogo nilikuwa napenda kuajiriwa nilikuwa najiambia ile time mtakufa utasemekana Njoro alifanya nini then so hiyo ilikuwa inanipea mtisha kila time hata tukienda losses then najiambia kuna siku moja tutamake it hata hizi kampuni kubwa au majamaa walikuwa kama sisi tu so tukakuwa hivyo then siku moja nikajiambia siwezi jificha kila siku nikaambia wazazi wangu na nafurahia sana walichukulia vile siku ana expect walifurahi kuliko vile nilikuwa nadhani wanaweza pengine hawakuconvince urudi Kiambu anzishe hiyo biashara huko ama walikuunga mkono uendelee kukaa Kisii? Ni wazazi understanding sana na nawaheshimu na nawapenda sana waliniambia chochote mimi nafanya wako nyuma yangu wakaniuliza Kisii ni mbali mzuri nikamwambia ni pale mzuri juu nimekaa miaka 4 so unajua hawa watu na ni pale nimekaa vizuri so akaniambia ni sawa weka huko fanya vitu zako huko na ujue kuna baraka zetu Nyaga nawe upande wako kulikuwa vipi? Unajua kitu ya kwanza mzazi kama vile my friend amesema mzazi akikupeleka shule anahitaji uende hapo kuwe serious kama ni masomo najua yeye anaangalia ile fee analipa na akilipa ile fee expectations unexpected mtoto akuwe successful kwa hiyo side ya masomo na after sasa masomo mzazi most of the parents wana expect mtoto amalize shule akimaliza alafu sasa aende apate kazi kwa ofisi ama kwa kampuni most of them hawafikiriangi kama huyu mtoto through hiyo masomo anaweza pata idea ama ile masomo amesoma tuseme kama ni
the business side ama tuseme kama ni analytical chemistry hawajui kama huyu mtoto anaweza fika mahali afeel kulingana ile masomo amesoma aone kama anaweza anzisha kitu fulani yenye inaweza msaidia kando na ile expectations yao ya ofisi. So mimi mara ya kwanza kuambia mzazi kuna busy watu tunafanya unajua is not easy kuambia mzazi unafanya business na alafu bado uko shule. Najua patikia mzazi anaona kijana kwenda shule alienda kumbe mimi nilipeleka mtu Kisii aende akafanya biashara ama aende akajifanyie maneno yake. Na kuambia mzazi mara ya kwanza ni vigumu sana juu kuna wazazi parents are different. Kuna mzazi atakwambia so ulienda kufanya biashara uko na pesa. So hata school fees utafanya nini? Utakuwa unajilipia. So it was not easy. Lakini sasa retabo tuliona mimi niliona ni mzuri niambie mzazi what I'm doing. Alafu sasa nisikia atasemaje. Na surprisingly the way I was expecting ikuwe kama kukemewa ama niambiwa wewe hiyo kazi si mzuri, they took it positively. I was so grateful because of that. Wakaniambia still they have my support at least what and support. Na kama ni biashara ni mzuri kufanya biashara. Biashara ni mzuri. They were so encouraging. Na wengi kama ni vijana wanaopanga sana kuambia wazazi vile wanafanya is good to be at least open minded. Tell your parents what you are doing. At least they can support. Hata kama mzazi atakukemea huyo ni mzazi wako lakini later on at least utakuwa na baraka zake. Njoro ukiangalia vijana wengi katika hii Kenya tunashinda tumilia serikali au tuajiriwe na serikali. Pengine wewe kama kijana sasa umeanza kujiajiri, unaweza ambia nini vijana wengine? Kulilia serikali ndio easiest thing kwa kijana. Juu hutaji kufanya kurisk anything. Wewe unaamka tu asubuhi unasema kama gavana ingenitafutia kazi singekuwa hivi. Hiyo ndio kitu rahisi sana. Kuamka asubuhi kutafuta kazi. Juu ile time unakuja na idea mnashikana watu wengi. Kuna challenges mingi sana. Juu kama kijana sisi tukiwa kijana wadogo generation tuko impatient. Unataka leo nimelala kesho naamka kuwa milionea. Ukidrive bara mwingine juu unaingia kwa social media unaangalia unasema hapana. Then unasema nitaingia kucheza hizi patapotea niomoke haraka. Hiyo sio njia. Naambia kijana yote life ni ups and downs. Kama vile tulikuwa wadogo tuko unaona wazazi kuna time wako vizuri wengine wana time zingine wana strain. The same in a life. Sisi kazi vijana lazima tuchukue ile life iko reality. Ili kama uko na idea fulani ukianzia kuna jamaa anapenda kufuatilia anaitwa Jackman. Alikuwa anasema the first 3 years ustahili kufikiria any profits are going losses. So kama kijana unahitaji kula nini na jamaa amekwambia the first 3 years are going losses. So unastahili ku take it personal, sacrifice everything for the first 3 years. Unapo sacrifice kila kitu then life itakuwa vizuri, hautailia kuajiriwa tena. Utakuwa na provide tajiri watu wengi. Na hiyo ni data difference. Nyaga, pengine wewe kwa upande wako unaona aje vipi? Vijana tuendelee kulilia serikali ama tujiajiri? So ile kitu ningetaka kuambia vijana najua the word now. Now ukisema sahi tuseme now. Ukikaa in a second that now imekuwa past. So to the young people, the young Kenyans that we have, just start kuwa na that ile akili ya ku start from scratch. Let not aim higher whereas you are not putting effort kutoka hapa chini. Na kitu ya kwanza whatever the idea that you have you might sometimes unaweza kosa support.
Unaweza kuwa yes uko na idea lakini una support. Lakini don't run away from that idea. Hata kama ni kazi, hata kama ni hiyo kazi kidogo unafanya. Kumbuka uko na idea. Na ile idea ndio bado inaweza yani inaweza build ikuwe to a big invention. That is the need. The small innovation need to grow up ikuwe to the big invention, I mean. So vijana tusiridhie serikali sana, although imekuwa kama mtindo imekuwa kama mtindo kulilia serikali. Nilisikia the other day the president amesema have the idea, then we support the idea. So vijana tutafute the idea, alafu sasa cry for the government. Ukiambia serikali support this my idea inuke, so that inaweza jisaidia in future, ama pia mimi naweza andika au vijana wanakimbia on the streets kama wana kazi. So the idea that we have, let us try to grow the idea, na by the end of the day, and by the end of the day, that idea ndio itatukuza kama wa Kenya, kama the youths, tuache kulia sana. Pengine kwa upande wako Nyaka, because wewe ndio una deal na customers uko kwa soko. Kuna brands mingi za sabuni na pia kuna watu wengine ambao wanatengeneza sabuni. Maybe on your side mna deal aje na competition? Vile inakuanga competition is stiff. Na competition ikiwa stiff, ile sisi tunajiaminia through whatever we make. Na ikiwa pale most of the time hizi makampuni kubwa ndizo yani kuconquer that competition yao. Hizi makampuni kubwa is not easy, but we are trying the best. Na tunaconquer competition through the way we approach our customers. Wakati wa kwanza umepata customer, huyu customer ajaitumia ile product. Wakati wa kwanza akikuona, akiongea na wewe, unamwambia aje? Unamwambia aje ili huyu customer aone hii product iko mzuri, unamconvince aje? So mara ya nini tukienda kwa soko, unajua kuna mtu anauza sabuni ya Menengai hapa, kuna mwingine ako na Bidco, na kuna wewe mwenye uko na hii sabuni yako hii ya kujitengenezea homemade. Sasa unajua kwetu sasa the prices yetu ikikuja kwa there is a difference in prices. Sisi hatuuzi 300 na hatuuzi 200, hata hatuuzi 150. Sisi tunauza 100. Na hiyo uchumi yake. Na hiyo uchumi. Sasa unajua sisi tunajari yule mtu wako mashinani pale. Mtu mwenye haezi pata ile 150, mtu anaenda kibarua, ile kitu anaweza pata ni shilingi hata 100. Wengine unapata mtu by the end of the day ile kitu anaweza ako nayo ni 100, na anahitaji kukula, anahitaji kununua sabuni, na anahitaji kulipa rent. So unajua tulikuwa tunauzia sabuni na 100, kuna mtu atataka nusu. Nusu ni 50. So unaona yule mtu ameafford kununua sabuni, aende anunua hata kama ni mboga ya 10. Unaona? And by the end of the day amesave 30 ama 20. By the end of 1 month huyo mtu amelipa nyumba. Unaona? So sisi hatufinyili customers wetu, tunamjali na tuna understand vile situation iko. Size eti si kuzuri, ni kugumu zaidi, lakini come and get your product at a cheapest price. Ukiangalia Njoro kwa side yako, kulingana na uchumi wenye iko sasa, pengine imeweza ku affect your production? Uchumi sasa hivi ni affect production sana. Juu kama zile raw material kama palm oil, vile uchumi iko juu, so production inaenda chini juu mafuta haipatikani. Unapigia huyo distributor wako anakuambia tuko na challenges, bado mafuta haijafika. Na yetu una soko bado kuna demand. So unakuta kuna conflict juu economy iko juu, so ilikuwa continuous supply haiko tena. So unapata inapatikana kidogo na una scramble. So unapata challenging sana. Pengine katika hii biashara yenu tangu mwanze hadi wakati huu, pengine ni challenges zipi ambazo mmekuwa mkipitia?
challenge kubwa sana ni hapa hiyo palm oil. New palm oil unakuta kuna distributor alikuwa anakuletea then over a sudden amedisappear. Amekwambia imekuwa ngumu kuimport, imekuwa ngumu. So utafute distributor mwingine. So unaenda kwa mwingine then anakuambia yenye ulikuwa unapewa na yule siwezi afford kupea those liters. Atakupea kidogo. So ikupea kidogo na kuforce production yako uteremshe. So hiyo ndio imekuwa challenge kubwa sana. Kwa upande wako Nyaga, unajua unatembeanga hizi soko. Pengine ni challenges gani unaona zina affect business yenu? Kwanza kwa ikikuja kwa the side of transportation. Unaona kitambo hakufai kuwa juu sana. Lakini kwa sasa unaona juu ya price ya mafuta hike. You expect the fare ama the transportation cost ikuwe juu. Na hiyo inatu affect sana. Juu sasa kama tuseme ulikuwa unatoka town, Kisii town, kwenda tuseme Nyangusu, unalipa 150 ama 120. Ukilipa 120 during those days. Lakini kwa sasa unasikia ni 150. 30 shillings. To and fro. That is much for a youth. Mtu mwenye anatafuta that is hata 10 bob. Ni kitu mingi sana. So unaona hapo sasa kuna shinda. So the price ya mafuta ndio ina determine everything. Pengine upande wenu wakati mafuta imepanda, pengine nyinyi mbona mjongeza bei ya product yenu? Sisi ama mta lose customer. Ile kitu iko I didn't say this. Hii product tulianzia kuuza hii product at 50 shillings. Hiyo basi. Hiyo basi. Wakati hizi sabuni zingine zilikuwa 80, 90 na zingine hata 70. Sisi tulianzia kuuzia na 50 bob. So ikafika mahali tukafika 70. Vile uchumi inapanda. Ikafika mahali tukafika 100. Pia sisi tumepanda. Lakini sasa unajua we are not running for a huge profit. Tuko after our customers wetu. Sasa kwenye naona venye kwenye tunaelekea na hii Kenya mtafika 150 pia. Unajua vile iko kama ni uchumi itaendelea hivyo, yes, hizi sabuni zingine zitapanda. Lakini sisi hatuwezi panda sana tu juu sisi tunataka wa customers wako chini wenye hawezi afford kwenda supermarket kununua ile sabuni ya 200 ama 300 at that time. Tutakuwa hapo na bado tutaendelea kumshughulikia na tuwezi mfinya. We can't exploit our customers. Juu customer ndiye amefanya tukue vile tuko. Asante sana. Jora, kwa upande wako tumeona serikali iko na mipango tofauti also to ensure that our Kenyans or our youth gets employment opportunities. Ukiangalia hivi majuzi tumeona serikali ikipropose 3% kwa ajili ya kujenga, walisema nyumba nzuri na za bei rahisi. Pengine katika upande wako na wewe kama kijana, unaona kuna watu wata benefit kwa hii program? Kwa hii program government inasema iweke 3%. So kila mtu mwenye ameajiriwa atakuwa analipa 3% kwa housing. Yeye mwajiri wake analipa 3% kwa housing. So wakifanya hivyo na president alituahidi hakuna sema itakuwa inatoka nje. So kama kutakuwa na sema inatoka nje, kampuni zenye ziko sahi either wataongeza staff workers juu kutakuwa na demand kubwa ya nyumba zinajengwa. Then kitu kingine watapewa opportunity kwa investor ama mtu akona idea kuanzisha kampuni dogo ya cement ambayo atakuwa na almost 50% assurance ataweza kupata market ya cement juu nyumba mingi zinajengwa. So kitu ya kwanza ataongeza watu wamesoma about cement production, engineering, watapata kazi. Then ukuje watu wetu wa TV wamesoma masonry, plumbing, watapata kazi kwa hizi nyumba zinajengwa. Then so kwa the other guy mwenye atakuwa na advantage ni kijana mdogo mwenye atapewa hiyo nyumba endelee kulipa bado akiwa ndani.
kuliko unakaa rento. Utakaa kulipa hiyo rento na haitakuwa yako. So ukiingia nyumba then uendelee kulipa kwa ndani ya hiyo nyumba. Hiyo rent unalipa. Then after all nyumba itakuwa yako. So ninasema iko na some advantages. According to iko na sasa mtu kama mimi, maybe my priority sai sihitaji nyumba. Maybe kuna vitu zingine nahitaji. And maybe nimejenga nyumba niko nayo. Itaenda kunisaidia vipi? Na niko na kazi. Kitu moja na unastahili kutake the advantage. Ushapata nyumba, kuna nyumba mbili. Ni kama kusema kuna gari mbili. Kama zote ni zako unaweza uza moja. Kama unahitaji moja unaweza uza. Na hiyo time kwanza vile tunaendelea kitu ya muhimu, tuendelea kuwa wengi. Population increase. Ukiwa na population increase, kutakuwa na demand bado ya nyumba. So hiyo time unafikiri useme kuna nyumba nilizoa na government, it was a cheaper price. Maybe hiyo time kutakuwa na hii forum. So utakuwa bado na deficit ya nyumba. Utauza make a profit. Lakini sasa mbona mtu aniforce kuinvest? Ni kama unaniforce kuinvest. Because in the future hiyo ni pesa bado nitahitaji, si ndio? Nitauza hiyo nyumba nipate pesa. Na hii ni pesa unanilazimisha unikate mshahara. Ulazimishi actually ukiangalia bigger picture tunasaidia ku grow economy. Juu pesa yenyewe na nununa wewe umepewa government. Government na saidia companies jenga nyumba. Kuna huyu mtu wa mjengo. Huyo mtu wa mjengo akimaliza kazi hapo, kuna mama atakuja kuuzia uji. Kumuzia uji, huyo mama ataenda kununua unga. Na hiyo pesa yako. So inaenda imeajiri watu wangapi? Sasa hii ni pesa yangu inatumika kuajiri watu. So pesa yangu. So ni pesa yako. Kuliko vile ingekaa kwa bank imelala hapo. So wewe unakaa tuko kwa nyumba unajua iko na pesa kwa bank. Lakini hakuna tofauti ya pesa yenye umeweka kwa bank na yenye umeweka kwa mattress. Juu hii imesaidia watu wengi. Maybe in fatherland utakuja ku realize wa family members wamekuja kupata advantage ya hiyo pesa. Don't you think that hii itakuwa short term solution? Because ukiangalia kujenga nyumba haitachukua sijui miaka 10. Watu watapata kazi of course kwa hiyo time. Tuseme kama hiyo program itachukua tuseme tu miaka 2 ikienda sana. Hao watu wataajiriwa. After kuajiriwa hiyo demand ikirudi chini, si the same time watavutwa tu kazi. Huyu mama wa uji ataanza kuuza wapi? Kiendelea kufikiria. Acha Nyaga pia tupe maoni yake kuhusiana na hilo swala. Kitu ile umesema itakuwa it's not a short term solution. Nyumba umelipia nyumba. Now this is an asset. Now hao watu walikuwa wanajenga still hao watu hao mamasons nao mama walikuwa wanapeleka chakula huko. Na vijana walikuwa wanasaidia kujenga hiyo nyumba. Still hao watu kuna ile pesa unakatwa 33%. Hao watu by the end of it hizo tuseme kama ni serikali those 10 years ama those 5 years possibly I mean those 10 years hao watu still huyu mtu atakuwa na room yake. Unaona? Si kila mtu ameni unakatwa 3%. You see Nyaga kwenye nasema itakuwa short term solution. Unaona kama hao watu wa kampuni wamepewa order ya kutengeneza maybe cement. Ameanzisha due to demand. Ameajiri watu wengi ndio wafikishe hiyo target ya production. Sasa hapa kwenye wanajenga nyumba demand imekuwa juu, wanahitaji a lot of cement. Pia hawa wanajenga si hiyo ni job opportunity imekuja. Wakimaliza kujenga demand itarudi chini ya cement. Sasa hao wenye waliongeza staff wao kwa kampuni ya kutengeneza cement demand imerudi chini. Kitu atafanya atapunguza wale staff. Abaki maybe na wale wa kitambo wa kutafutilia market. Hao wenye walikuwa najenga wataenda wapi? Tuseme huyu mama wa uji mwenye venye Njora alisema amekuja alikuwa anatengenezea maybe watu wa mjengo chakula. Wakimaliza kujenga atakuwa anatengenezea kina nani chakula. Okay, thank you for that.
Huyu mama alikuwa anapeleka chakula pale. Na by the end of the day there is that small amount that she's getting. Na kila siku tuseme ana save a certain amount. This program ya project ya kujenga nyumba it take kama 2 years. Ukihesabu kama kwa kila siku huyu mama alikuwa anapata 200. Tuseme hata kila siku ana save 100. By the end of 2 years huyu mama atakuwa amesave a lot of money. Na hii pesa yenye amesave, hiyo she can start another business. What about hao wenye wamekuwa kijenga? Wenye walikuwa wakijenga bado these people are being paid. Set wanajenga hawajengei serikali. Ni eti kila siku kama ni mason hata kama unapata 1000. Set unaenda unatumia that 1000. Kuna ile kitu unaweka mahali. Still unaweza pata through that huyo mtu amepata idea pale. Anaweza enda afungue hata adwa yake kama mason ama anaweza enda aamue kununua hata kama ni plot aseme nilinunua kupitia ile program ya serikali. Sasa hapo italingana na mtu, the individual. Wewe ile pesa unapata una save kitu. By the end of the day at least itakuwa imepeleka mahali. Njoro sijui kwa upande wako nakubaliana na Nyage. Ninasema nakubaliana naye. Juu watu wengi saa hii wako na ideas. Kama ukishaikaa na mtu unamuongelesha, mnaanza kushare ideas. Watu wako na ideas. Ni vile watu wengi hawajui kuplan hizo ideas. Kama mtu anajua kuplan, hajui kutafuta investors. Na kama hajui kutafuta investor hana investment. So kama tume mtu ameajiriwa kwa kampuni moja ya cement imeanzishwa tuseme juzi ama leo. Huyo mtu akiwa hapo anasema nataka nipate shilingi 1500 nianzishe hivi na hivi na hivi. So ile time program ya government itaisha, huyu mtu atakuwa anajua what I need in life. Nataka kufanya hivi na hivi. Then kitu kingine ni kama vile Chinese government ilifanya. Hata Chinese government inakuwa na almost a similar program. Inasaidia watu kupata nyumba. Hata cheaper prices. Then kampuni jilisha ndio kutengeneza cement mingi. Kuna wanaitanga the power of supply. Akiwa na supply kubwa anaweza dictate market. Juu saa hizo ni anasema market. Anasema cement yangu juu demand imeenda chini, ta reduce prices. Akisha reduce prices kuna market kubwa sana Afrika. So itasaidia hizi kampuni kubwa tumeshazifanya kubwa juu ya hii government approach. Kisha kuwa kubwa iendelee kusupply cement kwa African continent. Do you think mtu kama mwenye ameajiriwa, tuseme ameajiriwa kwa hii kampuni ya cement, pengine huyu mtu ako na majukumu, ako na watoto shule, at the same time huyu mtu baada atakatwa hiyo 3%. Bado kuna other deductions. Actually ukiangalia sasa mtu mwenye ameajiriwa, ile pesa anachukua nyumbani 58% inabakingi kwa hizo deductions. Ukiangalia kuna NSSF bado ilipandishwa nayo. Ukiangalia hiyo 3% imeingia NHF na other deductions. Do you think huyu mtu ako na majukumu? Sasa na hata ukiangalia bei za vitu zimepanda bei. Ukiangalia kama sukari, unga, sabuni, hizi vitu za kutumia kila siku. Maybe huyu mtu ako na familia yake, angependa kutimiza majukumu mbalimbali. Pengine unaona anaweza kuwa akisave hizi pesa zake zikuje kumsaidia ama atakuwa anazitumia on that spot. Unakaa vile tumesema watu wako na ideas. Kuna watu wako na solution ya sukari. Unasikia mtu kama kuna jamaa alikuwa anipea idea ya kutengeneza sukari bila kutumia miwa. Which was a brilliant idea lakini hana capital. Na nchi zingine kama kina US hawatumii sugar cane sana. Wanatumia other means kutengeneza sukari which is a cheaper sugar. So kuna watu tunaweza empower hao watu watatusaidia maisha yetu bado irudi chini. So unaweza sema ile hii approach itasaidia watu wengi, itatusaidia pia sisi. Juu kibaki na hiyo pesa yako tuseme nimeambia government kwenda nikata. So solve problem ya leo but nitaishi nayo milele. Juu hakuna siku nita expect huyo mtu atakuwa funded aweze kuja kutusaidia sisi wenyewe.
So tukikubali tusaidie huyo mtu afanye hiyo approach yake. Mimi mpaka mafuta. Government ya Kenya iko na land kubwa sana. Tunaweza panda vitu kama sunflower. Iko alternative. Yeah. No, tukifanya vitu kama hizo tunakuwa tunarudisha maisha ya mwananchi wa kawaida chini. Na tutakuwa tumejisifu sana. Nyaga, kwa upande wako maybe pia serikali nayo imepropose kuongeza ushuru kwa upande wa mafuta. Pengine itakuja kuaffect business yenu. Yeah. Naweza sema hiyo ita affect. Na kitu ya kwanza kuongeza ushuru kwa mafuta, ile kitu ningeomba kama serikali, yani vile inatakana ifanye. Najua in Kenya tuko na northern industry ya produce mafuta in Turkana na places zingine, although it is not enough. At least for a business sake, naona hii mafuta ina affect watu wa biashara sana, because these industries are run by machineries. Na wakati mafuta imeongezeka, si mafuta peke yake, the power in general, unapata kama ni stima imeenda juu, mafuta imeenda juu. Generally this thing, yes there is production, but the cost of production iko juu sana. Juu sasa kama ulikuwa unatumia 10,000, ikikuja maneno na mafuta na maneno na power, sasa it is almost even thrice of that. It is almost thrice of that. Yeah. So unapata ikikuja send ya production inakuwa high affected. The same to send ya transportation, because these machines, the vehicles zinahitaji kufueliwa. Mafuta sasa vile ilikuanga kitambo, kama ni petrol ilikuwa hata 80. The same to diesel. Diesel ilikuwa less than that. So sai it is double, na ni kama inaenda hata thrice. So kwa business sector hiyo ina affect sana. Na unapata by the end of the day most of the companies hata wengine watafunga. Ndio sasa una produce lakini there is no profit. A business cannot run kama kuna profit, because by the end of the day there are expenses. Watu wanahitaji staffs, wanahitaji kulipwa, unahitaji ununue raw materials. Kama ni sector manufacturing, unahitaji raw materials. Alafu you need to improve on structure. Na hii kitu hautafanya kama una profit. You can't use your own capital when inatumika ku run the business to build the structures. That is fearing the business in general. Unaona? So kupanda kwa mafuta umetu affect sana sisi kama wanabiashara. Na ile kitu iko kama ni taxes, please acha taxes itolewe kwa mafuta. Taxes itolewe kwa mafuta for the sake of the Kenyans na wale vijana wana kazi. For the sake of that, mafuta itolewe tax at least to increase in production. Yeah. Tulisema Njoro kwamba vijana wako na ideas na wanafaa kusupportiwa. Ukiangalia kama serikali ilisema italeta electric motorbikes on your side, because watu wanatumia bodaboda kila siku. Sijui sasa kama hizi zenye ziko sasa zinatumia mafuta zitaenda wapi? Do you think ni kitu itakuja kusaidia Wakenya ama italeta tu shida bado? Kitu ya kwanza tunasaidia kujiulize. Government ikisema italeta electric. Hizi ziko mtu hawezi tupa yake. Kuna electric. Yeah. So zenye ziko so far zitaendelea kuwa. Then kitu kingine tunasaidia kujiuliza, our mechanics wako interact enough ku repair hizi electric bikes. Juu kama siwezi nunua motorbike ya electric bike nikijua sina place ya maintenance. Ni lazima huyu jamaa anaenda kwake kila siku kuniangalilia mabike yangu iko poa. Naenda kwake ananiambia kama ako comfortable kutengeneza ndio nitaweza kutengeneza. Kama si hivyo sioni vile itaenda duru sana. Njoro na Nyaga. So on this side there are motorbikes. Kuleta electric motorbikes, I think that is not enough. Because when
you look at ukiangalia maneno na stima, stima still ni ya unit imehike. Na it's not everybody who is able to access the electricity. Yeah, sure. They talked of kuwekea stima kila mtu. Na sincerely speaking, si kila mtu ako na stima. Acha tuongee ukweli. Na vijana sasa umeenda kununua electric bike. Kwenu ni ushago. Unajua sasa ukiwa town, watu wale wako town they think that kila nyinyi wote mmetoshana. Lakini kuna mtu wako pale Gishagi uko ushago kabisa. Hata stima wengine, hata by the way wengine hawajiona hata light ya stima. Alafu namletea electric bike. Atakuwa anatoka hapa anaenda kucharge 50 kilometers eti anaenda na kucharge battery ya pikipiki yake ya motorbike ili eti akuja abebe customer. Just in case hiyo pikipiki ende kwame kwa barabara. What is the solution? Atapata ni ya kucharge wapi? Unaona? I think the one who came up with this idea angesema iwalete hata kama ni solar. Unaona kitu at least renewable. Ikuwe kama ni solar, ikuwe kama hizi bikes zinakuwa run by power ya solar. That could be better because kila mtu ako access to the solar. That can be the best solution than ingine electricity. Electricity is becoming expensive day by day. Tukimalizia upande wako Njoro, pengine ni sisi vijana hatujajituma kwa kuleta new ideas on board, ama ni government ndio haijatusupport ili kujiendeleza? Kitu ya kwanza ninasema sisi wote tumefeli. Juu unakuta kuna vijana hawajajituma. Na the other side bado unakuta kuna vijana wamejituma sana. Unakuta mtu ameandika mpaka proposal, anakuambia alienda kutafuta investment. Kila mtu anamwangalia chini anakataa. Na ukiangalia hiyo proposal ni vile watu wanaogopa risk. So unakuta huyu kijana amekuwa demoralized, hataki kutangamana na watu. Juu yeye amejituma yake yote amefeli. Na government bado haijamsaidia. Juu inastahili kuwa na platform. Kila kijana mmoja ako na idea, akishaandika yote chini amepropose kila kitu. Akifile ipiane huko, wana-review. After ku-review, wanasema is it possible, is it not? If it is possible, wanakuja on board, wanamsaidia in investment. Then wakifanya hivyo, Kenya yetu itainuka. Njoro, sijui kama uko na wasia wako wa mwisho kwa vijana huko nje. Sorry, kwanza Mnyaga. Njoro na Nyaga. Okay. So unajua kwa sasa almost everybody watu wengi wako na ideas. But the way to implement these ideas is a problem. Some people fear to share the ideas because they think they can't get the support that they need to generate this idea, at least jiudi kitu. So to the government, acha tukue hata vile tunakuanga tu kama ni Madaraka Day. Mbona isikue kila county kuna siku specific ya vijana. Mnakuja kama ni vijana wale, kama unajua uko na idea, unakuja inakuwa kama kind of a gathering. Kama ni hapo Gusii stadium, kuna various stadiums. Kukue kama ni vijana wanakuja, wameregister, let them register. Ukuje pale kukue na the heads of the county, kama ni governor na the staffs. Wakue pale kijana na simama kulingana vile wameregister. You share the idea. Unaona, after sharing the idea with these people, at least unawezaona if this idea is concrete na ni idea inaweza saidia kama ni watu wa that county. That can be the best. Na wale still wako na idea na bado wanaendelesha idea, let them get support. Wapate support from the county government and the national government. Support these people. Kama ni idea, tuseme kama ni hii sabuni. Hii sabuni tunaweza solve problem mingi sana kwa tuseme kama ni Kisii County. Ndio sasa kama
kila mtu anaweza kuwa access to the need to this soap. Anaweza pata sabuni mahali anahitaji. Unaona? Na ni mingi, supply iko mingi ndio sasa already we have the support. Sasa vile tutakuwa at least tumeondoa mashinda mingi sana juu watu kama ni wa county watakuwa already wanajua sabuni zote. Ama kitu kingine iko sorted. Unaona? So hakutakuwa na ile kusumbuka sana, although mashinda ziko sangi, lakini kwa sabuni iko sorted. Kwa hii side nyingine ya kama tuseme kama ni ujenzi iko sorted. Unaona? Let these people come up, at least they support the ideas that these young people have. People have ideas, but they lack support. Yes. Njoro, hiyo jina lako imeniingia sana. Siku za usoni, nyinyi kama vijana ambao mmejituma, pengine mngependa kufikia wapi? Idea yetu ya kwanza ilikuwa kusaidia watu kuwa na uhusiano mzuri na society yetu. So kampuni yetu foundation zake ni tuna grow pamoja na society. Juu hatuwezi kama sahi situation ya tuko sahi, si situation ya kusema kama una produce unataka profit. Saizi ni survival. Unaangalia mwenzako anakuangalia. So mnaangaliana. So in the future please ningetaka tukue na to solve solution zote za problem zote za sabuni within Kenya. Hiyo ndo ajenda yetu ya kwanza. Although tuna plans to expand. Yeah. Asante sana. Nyaga. Karibisha watu waambie kwenye mnapatikana kuje kubai sabuni. Okay. Sisi tunapatikana Kisii County mahali kunaitwa Bobaracho. Na hapo ndipo huwa tunatengenezea sabuni. Na kama ulivyosikia hapo awali nilikuwa nimesema ya kwamba kuna soko tofauti kulingana na siku kama vile nilivyosema. Wakati mwingine inaweza kuwa vigumu sana kuja kwa soko ama yani kukuja mahali tunatengenezea, lakini sisi tuko already available kwa masoko, soko za Kisii. So watu wale wanahitaji sabuni mkuje kwa hizo soko zenye nimetaja, na bado tutaendelea kuingia ndani kabisa. Hata tutafika hata Migori County kulingana na wakati. So watu wakuje, they support us. At least hii idea ikikuwa itakuwa benefit to the Kisii people and the neighboring counties to grow this idea pamoja, and by the end of the day tutasema ni nyinyi you have contributed towards this. Yeah. Watu ni kuinuana. Asante sana. Sijui kwa lugha yenu mnasema ukisema umeshukuru unasema nini? Mkuu wa Ibwega. Mkuu wa Ibwega. Mkuu wa Ibwega. Sisi tunasema nitauga ni wega. Nitajua siku nyingine, lakini nimeshukuru sana kwa kufika katika studio zetu na kuzungumza nasi. Mbemo na sana mwanchu muliye betaseni Ndizi TV tobeto gusanga naye kutoka chage tomorobele go ikaboneka tekiro mwelio no gusemerera kwa na kwabere ko gwesemi amangi kolinde gwikirabo no gwikira mwelio wo morobele wili tukolia rero tombera nili tukolia ijuma astora chigusanga amangi nyora sinsemo chiche michandao sensemo ya Facebook nabako tunyara gwetera Ndizi TV News Digital na bigasemeri ya YouTube nabako tunyara gwetera Ndizi TV News magachi kamera soko ne kibna ebicha nabo eliogi tego kira sole asenchira ya bene na erenya nchama Abigail eritere na Fridah Kerubo ngokoganiria oburigereria borobia sawa